Ndugu zangu, tutakapofanikisha swala la GMP, tutaweza kutunza na kulinda haya maeneo yetu ya WMA. Kwa sababu hayo ndio yanayovutia hata wanyama. Tunaambiwa wanyama waliopo kwenye WMA yetu wanakaribiana na walioko kwenye hifadhi ya taifa. Tunapata wanyama wengi kwa sababu mazingira ni mazuri na mazingira ni wezeshi. Na nirudie tena kuwapongeza Sangaiwe. Hata ujangili kule umepungua, na haupo, sio umepungua. Kila mtu anapenda wanyama kwa sababu hela si inaingia. Kwa hiyo hata huku na nyinyi nimeona sijasikia hizo habari za ujangili. Niwashukuru sana wenye viti kwa sababu naona mnafanya kazi nzuri. Lakini bado tuna changamoto ya wanyama kuingia kwenye maeneo ambayo hayaruhusiwi. Lakini sasa nimewaambia wataalamu tuharakishe swala la GMP, matumizi bora ya ardhi. Ule mpango wetu ili ukikamilika, na tufanye hivi kabla hatujaingia kwenye high season. Kwa sababu kila siku mimi nina wasiwasi nikiambiwa kuna wageni wanatua hapa kwa mwekezaji. Wasiwasi unanishika. Kwa sababu ndege zinashuka, ng'ombe nao wako viwanjani. Sasa kuna siku tutakuja kupata aibu. Na niwaambie, ikija kutokea bahati mbaya wale ng'ombe wakasababisha ajali pale, tumefunga riziki yetu. Wageni watashindwa kuja. Wakishindwa kuja, hii hela tunayoipata sasa hivi tutaitoa wapi? Na hapa nimeambiwa mmeshapokea kwa miezi 8 mmeshapata bilioni 1 ambazo mmegawana kwenye kila kijiji milioni 50 na kitu. Hizi nyinyi viongozi simngekuwa mnakimbizana na wananchi kwenda kuchukua michango, na wanakuchukia. Yaani wakikuona tu mwenyekiti wanakuambia mwenyekiti wa michango yule. Lakini sasa hivi mnafanya kazi zenu kwa uhuru. Mkipokea hizi fedha mnaweka mipango yenu vizuri, mambo yanaenda. Wananchi wanafurahi. Mwaka uliopita wa fedha nimeambiwa mlipokea zaidi ya milioni 200 kwenye kila kijiji, kwa vijiji vyote 10. Sasa hii sio fedha ndogo. Sasa hawa wawekezaji tukiwakera, na hata watalii wenyewe tukiwakera, wasipokuja inakuwaje? Lini nilikuwa na kamati yangu tukatembea huko na sisi tujifunze ili tuone jinsi tunavyoweza kushauriana na kuboresha ile eneo. Tukakuta ng'ombe wako paka kwenye vitalu vya uwindaji. Sasa wageni wakija wanauliza, tumkuta mgeni mmoja akawa anauliza, akasema nyinyi mmetudanganya. Mlisema huku ni polini, it's a bush. Hasa bush gani kuna ng'ombe wa kufugwa? Kwa sisi kama Burunge tuna general management plan ambayo tumeiandaa ina last miaka 10 na ni 2032. Kwa sasa GMP hiyo inaonesha namna eneo litakavyosimamiwa na litakavyokuwa na matumizi mbalimbali. Kwenye GMP tunayoongelea tuna kanda 6 za matumizi. Tuna ukanda ambao unatumika kwa ajili ya uwekezaji kwa maana ya visitor development zone, ambao kule utakuta lodge za wageni, accommodation facilities zote ziko kwenye eneo. Na kuna ukanda ambao tunasema na ukanda wa matumizi ya maziwa. Tuna maziwa Ziwa Manyara na Ziwa Burunge. Kwa ukanda ule tumeweka na tumeweka restriction of use. Tunaweka kama condition au namna ya kutumia eneo. Kwa kila kanda na namna yake kutumika. Tunayo kanda ya matumizi ya ziwa, tuna ukanda ambao ni wa mapito ya wanyamapori ndani ya eneo la WMA lenyewe. Tuna ukanda ambao tumesema ni ukanda wa hifadhi ya ni eneo la uwekezaji kwa maana uwindaji wa kitalii ambao tunasema ni hunting zone. Hiyo zone inatumika kwa ajili ya uwindaji wa kitalii, lakini tuna kanda pia ambayo tunaitumia kama matumizi ya jumla ambako wananchi wanaweza kufuga mifugo kwa maana wanaenda kulisha, wanaweza kwenda kukata fito, kukata nyasi, kukota kuni kwenye ukanda wa matumizi ya jumla. Lakini tuna ukanda ambao tunasema ni total protected zone uko kati ya hifadhi ya taifa Tarangire na sisi Burunge. Una upana karibu wa kilomita 1 kutokea mpaka wa National Park pale. Ni total protected zone. Kwa hizo kanda 5 za matumizi zina restriction. Sasa kwenye GMP hii tulikuwa tumeshaiandaa GMP, lakini sasa katika matumizi kunakuwa na changamoto za mwingiliano wa matumizi. Ambapo sasa plan iliyopo kama maelekezo ya Mheshimiwa DC ni kuweka beacon kwenye kila kanda ya matumizi ili mtu sasa akifika kwenye ukanda fulani ya juu, na kwenye hizo beacon kutakuwa
vibao elekezi vinavyosema kwamba eneo hili ni eneo fulani linatumika kwa ajili ya hiki na hiki, unaruhusiwa kufanya haya na huruhusiwi kufanya haya, ili tuweze kusimamia na kurahisisha watumiaji wasiingiliane. Kwa kubwa katika GMP ndio hicho tunachokizungumzia, kwamba ni mpango wenye details za kutosha juu ya namna eneo linavyosimamiwa na linavyoendeshwa. Hii inarahisisha pia communication za kibiashara, inamsaidia mtu akiwa anatumia eneo kuelewa kwamba hapa nipo kwenye ukanda gani na naweza nikafanya nini na hapa siruhusiwi kufanya kitu gani. Kwa ukanda huo wa maeneo haya ya eneo la WMA yamegawanywa katika kanda 6 kama ambavyo nimeeleza. Ndio hiyo GMP yenyewe. Na eneo la bonde la Zimbabwe, mifugo mingi kwa 75% ya halmashauri ya wilaya ya Babati iko kule. Hawa mnawaangalia kwa hicho gani? Kwenye eneo hilo unalosema kwamba ule ni ukanda wa matumizi ya ziwa. Ndio moja kati ya lake use zone tulionayo ni huu ukanda wa bonde la Zimbabwe ambao unausema. Kwa lile eneo lipo kwenye vijiji vya Manyara, Magara na Maweni. Eneo lilo ndani ya eneo letu la WMA ni eneo ambalo limehifadhiwa. Kwa hiyo haliruhusu mifugo kuingia kule. Wanaoingiza mifugo katika maeneo ni kwamba wanalivamia lile eneo kinyume na utaratibu wa matumizi. Kwa hiyo tunakoenda sasa, tukishaweka hizo description za matumizi, tutaweka na consequences kwa mtu ambaye ana default. Sasa ni yeye kuendelea kukinzana na sheria na sisi tunaendelea kuchukua taratibu, kwa sababu maelekezo mheshimiwa DC moja ni kuwaelimisha watu waelewe kwamba hili bana ile aliruhusiwa kwa hiki na linaruhusiwa kwa hiki. Kitakachofuata maana yake sasa ni usimamizi wa sheria, kwa sababu tayari umeshaelimishwa, umeshaweka vibao, umeshajua eneo linaruhusiwa nini na haliruhusiwi kitu gani. Sasa unayokosea na kupeleka mifugo kwenye maeneo ambayo haruhusiwi ni kinyume na utaratibu. Sasa hapo maana yake ni issue ya kutumia sheria. Na sisi sheria zetu ziko wazi, zimeandikwa mtu akikosea kosa la kwanza $300,000 mpaka $1,000,000. Kosa la pili anaanzia $1,000,000 mpaka $2,000,000. Pamoja sambamba na kifungo miezi 6 mpaka mwaka jela. Kwa hiyo yote haya tutaendelea kuyatekeleza baada ya kuwa sasa tumeshaelewana kwenye mazingira ya utekelezaji kwamba bwana utaratibu unasemaje. Hapa naye ongea ni mwenyekiti cha Sangaiwe, ni moja kijiji kinachounda jumuiya hii hifadhi ya wanyamapori Burunge. Jumuiya hii imepata mafanikio makubwa hapa ilipofikia kama inavyoonekana. Kimsingi maelekezo yako tumepokea jinsi ya kuendelea kutunza na kulinda hawa wanyama waliopo ndani ya jumuiya hifadhi ya wanyamapori Burunge. Ila tu kimsingi niombe basi ulipokutana na watu watawiri hawa wanyamapori ambao ni tembo, hususan wanaingilia kwa upande wa jumuiya yetu hii, kuna vijiji kama viwili ndio vinaathirika 100% kama Kakoi na Sangaiwe. Ndio lango kuu kabisa la kuingia tembo ndani ya hii jumuiya yetu na ndani ya vijiji. Lakini nachotaka kuomba jitihada ulizozianzisha leo la kukutana na wale mabwana watawiri, hebu zingeendelea zilete manufaa. Maana yake tembo akitoka kule wanakuja kilomita 16 mpaka Ninetu huko ambayo ndani ya kicha Sangaiwe. Hawa watu wa Ninetu na mimi tutaendelea kulima mpunga, mahindi. Tembo akitoka kule wakipita ufuta na mimi atakuja mpaka huko wataendelea kuleta athari. Kwa hiyo kimsingi tukiweka ule uzio, naamini tutaendelea kuwapenda hawa tembo, maisha mengine yataendelea. Mimi nishukuru. Karibu sana, endelea kuiangalia jumuiya hii kwa macho matatu, mambo yatakuwa mazuri zaidi hapa. Asanteni. Upendeleo pekee nimeambiwa niongeze mtendaji